Pia nawashukuru viongozi kwa kuja, our brothers here, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Amalo, Mheshimiwa Waititu, Mheshimiwa Joyce Kamene, thank you for coming. Senators Manzo na Wambua na MCS ambao wamekuja wengi, lakini niliona Jeremiah Kioni kama tungeweka wale ma MCA kutoka Ukambani hapa na wale tumeona wa Kiambu na hapa Central, utaona tofauti. Yaani wao wanametameta sana upande huo. Atuelewi upinzani wao ni kama wanawafaa zaidi. Na wao kwa majority leader wa Kitui mbamba. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Nashukuru sana ndugu wetu kutoka Kisii, Mzee Nyambane, achoki kabisa na timu ya professional businessmen kutoka Kisii. Kwa hivyo tukiwa hapa basi, naomba mniwekee kwa screen Exodus 14 at verse 13. Senator Ambua aliyagusia hiyo. And if we have a minute, and I'm not going to preach, Pastor, you preach. I just want to, I don't know whether the technician is there. You're not able to do it. Exodus 14 at verse 13. And again, 2 Chronicles 7:14. That is often quoted. If a people who are called by my name shall humble themselves and pray, then God will hear from heaven, will forgive their sin, and heal their land. That is at Chronicles 2:7, 2 Chronicles 2, 2 Chronicles 7:14. But Exodus 14:13. Yeah. Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see. The word is do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Stand firm and see the deliverance the Lord will bring. The Egyptians you see today, you will never see again. For the Egyptians you see today, you will never see them again. That is a message. And I not even conversed with Senator Wambua, but I was thinking about that as he talked about it. So what am I saying? Wakenya wenzangu, ni wakati wa kusimama imara, kutokuwa na uoga wa aina yoyote, sampli yoyote ile, na muone vile Mwenyezi Mungu ataokoa nchi yetu. Mimi najua kwamba wengi pengine wanaona pasta, vijana wa Gen Z, maandamano yamesitishwa kwa tear gas, kwa risasi ya bunduki. Wengine wa sniper ni yule ambaye ako na ujuzi zaidi wa kupiga risasi kwa mlengo wa hali ya juu. Toa risasi, kijana akatolewa ubongo. Kumbukeni, ndio kijana kafa. Wengine wakafa. Wengine bado wakapata majeraha, tulienda kuangalia hospitali Kenyatta na kwingineko. That is the state of our nation. Nchi yetu katika hali hiyo. Kwa hivyo wakati nadhani Jeremiah alisema, and I think wakili Ndegwa, the country is ailing. Hatuwezi tukapretend that all is well. Na nimeona taarifa ya maaskofu Eldoret wakisema kweli all is not well. Pengine wamesitisha kwa wakati huu, wakasema kwa taarifa yao, lakini huenda ikirudia tena, mambo yakirudiwa yanaweza kuwa na maafa hata zaidi. If the people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek God, He will hear from heaven, forgive their sin. I don't know, that is an interruption. Wewe bwana ndio unafanya. Kwa hivyo na wasihi wenzangu, tusiwe watu wenye uoga, tusiuziwe uoga. Sasa
kama nchi iko hali hiyo, na huku jamaa wanakuja wanajitangazia hawataki waitwe Zakayo peke yao. Jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi, wale maminisa wao wajue wamepatiwa mamlaka ndio, lakini waziri mwenyewe, waziri wa fedha, waziri wa kawi, waziri wa cooperative na waziri wa blue economy, waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Na hakuna mmoja wao wale wanne ambao ni president, kama hawezi kusema yeye ataitwa Zakayo na hao wengine bado yeye ni Zakayo, because he is a president. He is the one to whom allegiance has been sworn, and therefore Kenyan cannot be deceived. Hakuna wajinga Kenya. Wangapi wanaamini hakuna wajinga Kenya? Hakuna wajinga kabisa. Huu ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo tutazidi kama wataweka kumenyana tena. Supreme Court denied them stay orders for Finance Act 2023. Finance Act 2024 ilishukishwa na vijana wa Gen Z. Sisi tulingangana 2023 tukashinda. Last year for Finance Act 2023, wakati Jeremiah alikuwa anavalia hilo thuburia. Lakini sasa that is where we are. Na mimi naomba hivi, as my brother Eugene has so clearly put it, you are either with the Gen Z and the people of Kenya or with Zakayo. It's as simple as that. Me, I want to invite all the Kenyans of goodwill, bila kujali misingi yetu ya kikabila, tuungane tuokoe nchi yetu hii. We do not have another country, and God give us strength. Kuna jamaa aliongea hapa akasema sijui jamaa anasomesha chuo kikuu hapa, sijui anaitwa Nyamai hapa. Nyamai, ukienda kusomesha kama Gen Z na wale watu wanasema huyu Kalonzo sijui kama atafika mwisho, waambie by God's grace, by God's own grace, we have shown the way forward. Tutakaa hapo kabisa. Make no mistake, Nyamai and those people. This is now established. What was it in Kikuyu, Jeremiah? Kuna mama alisema imewekwa Kiarite. It is so clear as daylight. Kwa hivyo, kwa sababu of course we are going to ile tukubali tukimaliza hapa because vijana Gen Z are so clear in terms of transparency. Wakati umefika sasa, Wakenya wajue already there is liberation thanks to the revolutionary stance of the young Kenyan who say hamwezi kutuharibia hiki tukiona mnaenda mnabeba mamilioni kwa mifuko mikubwa, mnaenda kuonga hata makanisa, na hiyo pesa yenu mkae nayo, mnavalia expensive watches, pesa zetu hizi tutajua mnaiba. I want to suggest now to Gen Z and all of us Kenyans, those with expertise in running of an economy, particularly procurement department, bado Zakayo anamiliki 85%.
na kama akikubali recommendations ya NADCO, where Jeremiah was one of our chief architects, pengine atamiliki 80% because we recommended 20% of shareable avenue iende kwa counties kama ya Kiambu wapate. All of you imagine the 47 of you, Mheshimiwa Waititu, mpate angalau 20%, lakini 80% bado itakuwa under the national government. I suggest to Gen Z, every procurement, every contract ambayo serikali hii ya Zakayo itajaribu put in place during the current financial year, kwanza nataka niwaambie wasiweke those advertisements at page 32 of the nation. Weka kitu kidogo pale, na tayari wamegawanya hiyo, wamepeana hiyo contract. So I want to suggest as a first step towards governance, tukiwa Thika leo, wananchi tupekue those contracts and check kama zingine zimepeana hata kabla ya ku advertise. In other words, do window dressing. It is very possible for Gen Z to get into that and expose them. If there is no transparency, award those tenders, let's begin them. Kwa sababu hizo pesa ndizo wanaiba upfront na kuja kuonga wananchi nazo. Siku hizi wanajua wananchi hawana watu, kwa hivyo wakienda kama alikuwa juzi Murang'a wanatuma machief madio. That is why wanasema even village orders wapatiwe marupurupu ndio wasaidie kukusanya watu. That's okay. Village orders na wananchi wa Kenya wapatiwe pesa, lakini don't waste energy. Kwa mfano walipofika Mombasa, kuingia kule attendance fee 500 shillings. Wende mkutano wa rais. Alafu hapo I think Mombasa yenyewe 1000. Unalipo kwenda kuhudhuria mkutano wa kiongozi. Hebu jiulize ni nje ina gani hiyo? Bangladesh have taken some very drastic measures. Because watu wanafikia mahali wanasema no, haiwezekani. There were historical injustices to be addressed. Na hii serikali ya Sheikh Hasina ambaye ametumuliwa mamlakani, akaingia kwa helicopter akaenda India, hadi mpaka mwisho akaenda UK. Wakatafuta mtu anaitwa Yunus, an expert in rural banking. Kufika kule hata Chief Justice mwenyewe akajiuzulu. This is very important. Please remember, Bangladesh is a Commonwealth country like Kenya. It's not far removed from us. People there are demanding justice and correcting historical injustices kama hiyo ya mauaji zamani zile. I remember as foreign minister, huyu ambaye ametimuliwa mamlakani Sheikh Hasina huyu, na ilisemekana alishinda kura by over 60% recently. Watu wa Bangladesh wakakataa maneno. She was actually headhunting the Bangladesh High Commissioner to Kenya when I was a foreign minister second round. I think round ya kwanza. Alikuwa anatafutwa na huyu, I remember. Akachukuliwa, akaenda, sijui kama alimuua ama alifanya nini. So these things have caught up. Kumbukeni 2007 ni watu wangapi kutoka Mount Kenya waliuawa Kenya hii? Ama umesahau? Wangapi waliuawa? Waliuawa. That blood is still crying out from the ground. Wale vijana Jeremiah amesema bado damu hiyo inawalilia kutoka mchangani. Lazima tushikamane. Mimi nitaenda kila mahali, Mungu atujalie, na ndugu zetu hawa. I want to thank baba yao. Umewafichua vizuri kabisa. Kama ni deni ulilipa. Na huyo baba yao, I want to thank him because you are people's pastor. And I've known Waititu. He was actually the first candidate wa PNU and Kibaki na ODM Kenya.
tukamchagua mjumbe wa Embakasi. From there he went to Kabete, akahamia upande wa nyumbani Kiambu, and injustice ikafanyika kwake. You know what, people don't forget the good we do. This is why they are so excited wakiona baba yao everywhere. And I do not have words enough to thank my brothers here, Jeremiah and Eugene. So we will go everywhere. We go everywhere. Umashaini, kwanza the intermarriage wa Kikuyu na Wamasai peke yao ni kitu ya ajabu. Umashaini, we go to Western Kenya, everywhere. Kwanza mimi binafsi, I have given several of my daughters, or my cousins' daughters, kwa ndugu zetu wa Kisii, wananiita Korera, they are Indo. Tutaenda huko. In fact, I wanted to suggest, if Senator Wambua is available this coming week, you go and attend the inauguration of Bishop Isaboke. I was talking to him as we are coming in Kisii. Tuonyeshe ushikamano huo, and people and men everywhere, all the way from Marsabit, our border with Ethiopia, to Mijikenda brothers in the coast region. Kenyans wako macho. And you remember I said hashtag wa Kenya sio wajinga. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Thank you for listening to us. We have spoken for longer than we wanted. We actually just came to worship with you. So AIC Makongeni, may God prosper your ministry. And I see you are wonderful. You have a primary school. You have a good compound. Mipangilio muhimu kule. And may this congregation, I see you, yeah, if I can speak prophetically, in the next 10 years, mtakuwa mmepanda juu. Mmepanda juu kwa hii nyumba, kwa hii mjengo, mtakuwa umeanzisha mpangilio. Because a congregation will grow. Men and women are now saying, we will not be cheated again kwa kanisa. Hatutakubali uongo aina yote hivi. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Bwana Yesu asifiwe.